ukiona makanisa mengine ya nchi yetu, nje ya nchi yetu yanafanya vizuri, watu wengi wanayatazama na wanafuatilia mahubiri yao, ni process pana sana ambao inahitaji elimu kwa kina. Sasa kutokana na muda au kutokana na mazingira yetu, na leo ni siku ya ibada, nitazungumzia kwa ufupi hasa mambo ambayo yanaendelea, ambayo yanapangwa kwanza kuhusiana na huduma ya kanisani kwetu muda sio mrefu. Hatuwezi tukaanza mambo kuyafanya kama watu hawa hawana elimu, hawana ujuzi, hawana uelewa na kitu ambacho kinaenda kufanyika. Maana yake tukiforce kuyafanya, tutakutana na mambo mengine ambayo mwisho wa siku yanaweza katuharibia sifa ya huduma zinazopatikana katika kanisa letu. Pia yanaweza katupoteza kabisa katika huduma zetu za kuhubiri kwa njia ya mitandao. Bwana Yesu asifiwe sana. Vitu ambavyo nilikuwa nimeviandaa kwa ajili ya kuwafundisha kwa siku ya leo ni vichache sana. Hasa tulikuwa tunalenga kwa habari ya kuanza kurusha matangazo yetu au mahubiri yetu online. Nikisema online au live, kipindi cha nyuma mlikuwa mnashukiwa kwa simu, watu walikuwa wanarusha kwenda Facebook. Lakini sasa tunataka turuke kwenye platform zote. Tukizungumzia Facebook tutaingia, TikTok tutaingia, YouTube tutaingia, na platform zingine ambazo tunaendelea kuzigundua na tunaendelea kuzitambua ili na sisi mahubiri yetu yawe yanafika huko. Kwa hiyo sasa, kwa kuwa tunaanza kutanuka au kutanua mabawa, ni lazima tuwe na uelewa mpana zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwanza nitoe ufafanuzi au maana ya YouTube. YouTube ni jukwaa ambalo kwanza kwa sasa hivi kwa dunia leo linatumiwa na watu wengi sana. Na ni jukwaa ambalo linafikisha huduma zetu kwa wakati na kwa watu wengi kuliko tunavyofikiri. Sisi tutakuwepo hapa, lakini dunia nzima itakuwa inatuangalia kwa muda huo huo. Mnaporuka live, maana yake anapozungumzwa hapa, maana yake kuna mtu yuko Uingereza, yuko Marekani, amekaa anawaangalia mnachokifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo YouTube ni jukwaa pana sana ambalo linafanyika hapa, lakini linafanyika kwa mapana zaidi katika ulimwengu. Maana hiyo ni maana ya YouTube. Lakini faida zake, nijikite kwenye faida ambayo nilikuwa nimeziandaa. Story ni ndefu lakini nitaongea kwa ufupi, na ndio maana nimeenda moja kwa moja kwenye point. Faida zake za hii YouTube. Kwanza, mahubiri yetu, faida ya kwanza, tutafuatiliwa na watu wengi kwa muda mdogo. Bwana Yesu asifiwe. Mnapohangaika hapa kanisani, mnapoona mwingine anaruka huko, mwingine anatokea huko, mwingine anafanya hivi, mtakuwa mnafuatiliwa na watu wengi kwa muda mdogo, na watu wote watakuwa wanaona dunia nzima. Kama hilo halikubariki, tuendelee kubaki hivi mseme tu, ili tusianze hiyo process kuishia hapo, ili tusije tukaibika au tusije tukaibisha. Kama hilo, naamini kwa kuwa mmenisimamisha hapa, maana yake mpo tayari na mmeshalikubali lifanyike. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni faida ya kwanza. Faida ya pili, tunahifadhi kumbukumbu. Mnakumbuka Jumapili iliyopita mhubiri aliyesimama hapa alisema neno, mnalikumbuka na moja? Mimi nakumbuka alisema kila siku tunafanya mazoezi ya kufa. Si hilo mnalikumbuka? Na kwa nini nalikumbuka mpaka leo? Ni kwa sababu tuliweka kumbukumbu. Kwa hiyo faida ya kwanza, tunaweka kumbukumbu ya matukio yetu tunayoyafanya kanisani. Maana yake hata miaka ijayo mtu anaweza akaangalia, kumbe Samaria tulikuwa kwenye hali hii, tulikuwa kwenye kanisa letu la mabati, sasa tuko kwenye kanisa hili. Ni kumbukumbu tosha. Pia kuna uwezekano wa watu kuwa wanapitia yale ambayo yalishasemwa kwa ajili ya kuwajenga kiimani zaidi na kuwafundisha zaidi. Pia tunaweza tukawa leo tulikuwa busy hapa, nipo kanisani lakini niko na mambo mengi, lakini kesho naweza nikaingia nikapata kumbukumbu na nikaendelea kupata mafundisho. Hiyo ni faida ya ngapi? Faida ya pili. Faida ya tatu ni kuhubiri kwa njia mtandao. Faida ya tatu, mahubiri yetu yatakuwa yanahubiriwa kwa watu wengi sana. Na
itasaidia watu kumjua Mungu kila kona ya nchi na nje ya nchi. Kwa hiyo tukifanya hapa, nyinyi mtafanya kwa udogo. Nyinyi mnajua mtafanya kwa udogo, lakini haya mahubiri yanayofanyika hapa, kuna sehemu hayafanyiki hivi. Mtu atakuwepo kijijini, mahubiri yanayofanyika kijijini au yako sehemu nyingine yatakuwa tofauti na hapa. Kwa hiyo mtu akitazama kutoka hapa atajifunza zaidi. Kwa hiyo kwa faida hiyo ambayo atajifunza, sisi kwa upande wetu tutakuwa tumeshahubiri Injili kwa mapana zaidi. Hiyo ni faida ya tatu. Kingine, kupata waumini. Faida nyingine, tutapata waumini wengi sana. Kwa sababu sio lazima waumini waje katika kanisa letu la FCT Samaria Malo hapa. Hili ni Malolo Mawiti. Lakini wataokoka, watamjua Mungu. Popote watakapokuwepo, wataenda makanisani, watamwabudu. Mimi nakumbuka nilishawahi kumsikiliza mchungaji mmoja hivi anaitwa Kakobe. Alinisimamisha mpaka leo nipo hapa, lakini nilimwangalia kwa njia ya TV. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilimwangalia kwenye TV, akatoa maelekezo, nikayafuata kwa imani mpaka leo nipo hapa. Ninamshukuru Mungu. Huo ni ushuhuda wa kwanza. Maana yake hata sisi atakapofanyika hapa, kuna watu ambao wataamini, watasimama na Mungu, wataokoka. Mungu atawasaidia. Kwa hiyo hiyo ni faida ambayo tutaweza tukaipata kwa hili hapa. Tunakuja kwenye madhara. Madhara ambayo sasa ndo kiini cha hili ambayo nataka tulizungumze leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa tuwe makini sana. Huku ilikuwa ni faida. Faida waga ni nzuri, lakini hazina umuhimu sana kwa sababu yanafanyika na watu wengi wanafanya. Ila madhara yatatuhusu sisi moja kwa moja. Katika semina hii ambayo naitoa hapa sasa, hilo ndo la muhimu kwetu. Kwa sababu madhara yatakayofanyika yatakulenga moja kwa moja mhusika. Bwana Yesu asifiwe sana. Madhara ya kwanza ambayo tunaweza tukayapata, tunaweza tukashusha hadhi ya huduma zetu zinazofanyika hapa tusipokuwa makini. Na nielewa, lakini kwa sababu live ni kila mtu anaona, dunia nzima inaangalia. Alafu kuna watu ambao wanafanya vizuri zaidi kuliko sisi ambao tuko hapa. Alafu sisi tunakuja kusimama hapa, tunafanya masiara. Yaani badala ya kufanya kitu uhalisia, tunafanya masiara. Mtu aliyoko kule nje ataona kumbe Samaria hawana lolote, wanafanya masiara. Hawapo serious. Tayari tumeshafanyaje? Tumeshusha hadhi ya huduma zetu hapa. Hayo ni madhara ya kwanza. Madhara mengine ni masuala ya kipesa. Hasa masuala ya kipesa Mungu atatusaidia kwa namna yake, kwa sababu ameamua tulifanye. Gharama inayotumika ni kubwa sana. Kurusha live gharama ni kubwa mno. Kwa sababu kila dakika moja, nikizungumzia kitu kinaitwa GB moja, dakika moja GB moja, ukiwa unarusha matangazo live. Dakika moja GB moja. Kwa hiyo madhara tutakayoyapata ni hela nyingi zitatumika. Lakini Mungu ana njia zake, atatusaidia. Ila hili jambo tunalifanya kama mmelizia na litaenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Na tayari liko kwenye ufafanuzi na ufumbuzi na linatafutiwa utatuzi ili tulifanye kwa kiwango kikubwa. Sasa ningeomba nizungumzie habari za wanaotoa huduma hapa na wanaokuwepo kanisani kwa ajili ya kushiriki hiyo live. Ninachoomba au ninachotoa angalizo, kila ukiwepo mahali hapa uhakikishe kabla hujahakikishwa na mtu, yani hujahakikiwa na mtu, wewe mwenyewe binafsi ujihakikishe uko smart, uko serious na unachokifanya. Kwa sababu kamera yenyewe inakuangalia. Kama mkifuatilia vizuri matukio mengine, kamera inaenda kumulika tukio hapo, mwenyewe ukiliona kabisa huyu mtu amekosea. Muda mwingine watu kama kwenye mahubiri mengine, makanisa mengine, utakuta mtu anasinzia. Sasa kamera bahati mbaya imekulenga moja kwa moja, alafu umelala upo kanisani. Tayari dunia nzima inakuona upo kanisani umelala. Kwa hiyo kabla hujaja kushituliwa au hujaja kuhakikiwa, uhakikishe uko smart. Pili, hawa wanakwaya wanaoimba, kwa sababu mahubiri yao yanaenda moja, uimbaji wao kila siku unaenda moja kwa moja online. Maana yake ninapochukua hapa naenda kutengeneza na pandisha YouTube. Nikiweka YouTube dunia inatazama.
wahakikishe wanaofika mahali hapa wawe smart. Yaani wawe wamesimama, yaani wako vizuri. Wakiwa na maana wanahudumia Samaria na wanahudumia ulimwengu mzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mnanielewa lakini? Amen. Au masharti yanakuwa magumu sana? Sawa. Kitu kingine ambacho ninataka nizungumzie kwa upande wa waimbaji, binafsi nahisi nishaanza kuongea na wengine walishaelewa hilo na wapo kwenye mchakato kwa ajili ya kuboresha zaidi huduma zao ili ziende vizuri. Kitu ambacho nataka nikiombe sasa kwa wanaosimama mahali hapa kuhubiri au kutoa neno la Mungu, na hayo ndio yanayofuatiliwa sana. Kwa sababu kila akaunti zitajitenga. Wamama kama watakuwa tayari nao watasimama na akaunti yao ya YouTube kwa huduma zao zinaenda. Samaria wao tayari wanao akaunti yao. Vijana nao wako kwenye mchakato huo kwa na akaunti yao. Kila wanachokifanya wao, ikitokea shida watakabwa na akaunti yao, watapata shida kwenye akaunti yao. Samaria nao kama kanisa nao litakuwa na lina akaunti yao tayari, ambao mahubiri yao yanaenda paka yani yashaanza kupanda. Kwa hiyo anayekuja kusimama hapa kuhubiri, cha kwanza anatakiwa awe makini sana. Kwa sababu live utakachokisema, ukisema neno baya tayari linachukuliwa na watu ambao wanafuatilia vipindi, wanaweza kalitumia vibaya zaidi kuliko ulikosea kwa bahati mbaya. Kwa hiyo makini unatakiwa uwe mpana zaidi. Huo ni ushauri kwa wanaosimama. Hatuwezi tukasema atakuwa anasimama mchungaji tu kwa sababu anaelewa kuhusiana na masuala ya YouTube au live. Hii ni huduma. Mtu yeyote anaweza kasimama, Mungu atakapopenda akakuinua utasimama utahudumu. Lakini ukisimama mahali hapa, usimame ukiwa unaamini kabisa unahudumia dunia nzima. Sio unahudumia Samaria tempo. Unahudumia dunia nzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiipata nafasi, hakikisha umejipanga vizuri kwa ajili ya kuhudumia ulimwengu mzima, sio kanisa la Samaria tu. Kwa hiyo kuanzia kutamka, kuanzia uvaaji, kuanzia muonekano, kila unachokiongea jipange ukiwa unajua kabisa unazungumza na ulimwengu mzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Sema ninakuwa ndefu, lakini Mungu atanisaidia tu. Sawa. Madhara mengine ambayo tunaweza tukayapata, kuna watu wanatumia mahubiri ya wachungaji wengine wanaofuatilia, wanaweza kukutana na neno la kawaida wakalibadilisha kuwa kejeli. Kwa hiyo hilo tujipange kulipokea na kulivumilia. Mtu anaweza kaongea kwa kawaida, lakini yeye analipokea akalivumisha kwa namna yake lingine na akalibadilisha likaleta madhara makubwa. Kwa hiyo tukiwa hapa tuwe tayari kabisa kupokea mabadiliko kama hayo. Lakini kwa sababu ni kazi ya Mungu, naamini kabisa kutakuwa na changamoto kubwa ambayo inaweza kujitokeza kwa hilo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi ningeomba kutokana na nafasi ambayo nimepewa ni kwa ajili ya ibada na sio rasmi. Ningeomba niishie hapa kwa ajili ya wakihitaji sana elimu wengine tutaendelea kuelimishana, lakini hayo ni mambo ya kuzingatia sana. Ninachokiomba tena kingine kwa upande wetu wa YouTube account ya Samaria Choir, Samaria FPCT kama kanisa, account hiyo ni ya kwetu sisi wenyewe. Na vijana wanajua kuna kitu kinaitwa kushare, kulike, kusubscribe. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale ambao wanatumia simu kubwa wanaelewa. Tunaambizana, utakuta mtu anakutumia linki, natuma linki, naomba ushare, naomba usubscribe, na maana yake ni na ucomment. Maana yake kushare kazi yake ni kuonesha au kuwatambulisha watu huduma mnazozifanya au akaunti yenu itambulike na watu wengi kwa muda mdogo. Alafu kusubscribe maana yake kuna akaunti, yani kuna masharti ambayo yanatolewa na YouTube kupata subscriber. Lazima tuwe na subscriber 1000 ili kufika kiwango cha kuingiza pesa. Kwa sababu YouTube ni miradi kwa makanisa mengine wanatumia kama miradi. Na ni mradi ambao hauzeeki. Na ni mradi ambao hauna mawazo mengi, hauwezi kukupa stress. Kwa sababu utakachofanya vizuri hapo kakiweka, Mungu akabariki, watu wakawa wanatazama kwa muda mfupi, kutakuwa na kipato ambacho kinaweza kupatikana ambacho kinaweza kusupport huduma zetu za uimbaji, huduma zetu za kanisa kupitia hicho kipato. Bwana Yesu asifiwe sana.
Kwa hiyo kwa kuwa tunaanzisha kitu kwa malengo pia, hatuwezi tukaanzisha kitu kwa kuburudisha. Tutaburudisha ndio au tunafundisha sawa, lakini pia tuna malengo mengine mapana zaidi ambao Mungu anatakiwa asimamie na sisi wenyewe tujisimamie kwenye hilo. Kwa hiyo tunapo subscribe, tunapo share ni kwa ajili ya kutafuta kukidhi vigezo vya YouTube ili na sisi tuanze kufanyaje? Tuanze kulipwa kwenye upande wetu. Kwa hiyo kama YouTube ni ya kanisa zima, ya akaunti yetu ya kanisa na akaunti ya kwaya. Wajibu wetu ni kuwajibika kwenye sehemu yetu ambayo inatakiwa kufanya. Mfano kama kushare, kulike, kusubscribe, huo ni wajibu wetu kama kanisa. Na mtu kama utakuwa na nafasi, unaanza kutoa matangazo mapema. Siku ya ibada tutakuwa na matangazo haya au tutakuwa na mahubiri live, tutaruka kwenye akaunti yetu ya YouTube inayojulikana kwa jina hili, na watangazia watu wiki hapa nzima ili Jumapili waweze kutufuatilia. Kwa hiyo wajibu wetu kama kanisa, niombe tuwajibike. Linki tutazipata, tutatengeneza utaratibu mzuri ili waumini wote wa kanisa waweze kupata hiyo linki, waweze kupata huduma na waweze kuyaona haya mafundisho yanayorushwa kila siku kanisa kwetu, ili waweze kufuatilia kwa ukaribu na waweze kushirikiana na watu wengine wa makanisa mbalimbali ndani ya nchi na wengine nje ya nchi na ndani ya mkoa wetu na mji wa mkoa wetu, ili watu wengi waweze kutufuatilia kwenye akaunti yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Elimu tutaendelea kuitoa zaidi, mambo ni mengi niliyoorodhesha, lakini leo ni siku ya Jumapili. Mungu awabariki sana. Tunawapenda. Elimu itapatikana, kama mtu ana swali, ananiongeza, atahitaji, nipo. Mimi ndo mtu wa mitandao, nimesoma na bado kuna mambo mengine tunaendelea kufumbua, mtayapata zaidi kwa upana mkubwa zaidi. Mungu awabariki sana.